Karibu katika series ya kujifunza. Leo tutaangalia maeneo mawili ambayo matajiri wengi sasa wameyatumia na yamewapa majibu makubwa sana. Utajiri unawezekana, lakini ni wewe kwanza kufuata principle ambazo zitakuguide kupata huo utajiri unaohitaji. Eneo namba moja tutaangalia economic inheritance or generation. Ni Waafrika wengi sana tumeathirika sana na kitu kimoja. Endapo wale waliotutangulia kuzipata zile mali wakipoteza uhai wao au nguvu za kuendesha zile mali zikiisha, huwa tunakimbilia sana kuzigawanya mali kwa wanafamilia. Kumbe sio sahihi. Ilitakiwa tufanye kitu ambacho kinaitwa economic inheritance or generation, kwa maana kwamba katika economic inheritance or generation, kama ni members of family, baba amechoka kuendesha zile mali, inatakiwa tusigawanye mali, bali tuchague kiongozi ambaye atazisimamia zile mali ili ziendelee kuzalisha maradufu zaidi. Kwa maana kwamba tukigawanya zile mali tunazofisha uchumi wetu. Nitakupa mfano zaidi sana. Matajiri wengi ulimwenguni nao wajua, zile mali walizonazo au utajiri wote mkubwa walionao, sio kwamba wamejitafutia wao kama wao, bali wamepewa kijiti na watu wengine waliotangulia kuendeleza ule uchumi. Nitakupa mfano zaidi sana. Mo Dewji unayemjua, zile mali zote anazoziendesha hazijatokana na nguvu yake peke yake, bali ni urithi uliotoka kutoka kwa babu yake na baba yake. Yeye amepewa kijiti cha kuendelea kuongoza uchumi ule ili uendelee kukua. Sasa hata sisi pindi wazazi wetu wanapotutoka, itabidi tutengeneze kitu ambacho kinaitwa economic inheritance or generation, ambapo tutachagua kiongozi katika familia zetu ili endelee kuziongoza zile mali kuliko kugawanya mali. Hii itakuwa njia nzuri pia itakayotusaidia kutengeneza utajiri wetu. Njia namba mbili ni kupitia shares. Sasa kuna watu watajiuliza shares ni nini? Shares zipo kwenye biashara, shares zipo kwenye kampuni. Kwa maana watu wanatengeneza bond. Anaweza kawa mtu zaidi ya mmoja, watu wawili au watatu. Sasa hizi shares saizi zinauzwa hadi online. Kuna watu ambao wanatoka Afrika saizi wanaweka shares kwenye timu tofauti tofauti za Ulaya. Licha kwamba wanakuwa na uchumi mdogo sana, lakini bado wanaweka shares. Sasa hata wewe itabidi uchague sasa katika hizi njia mbili ni ipi ambayo unaweza ukaitumia, either shares or economic inheritance or generation. Nitakupa mfano kwenye shares. Shares, kuna watu wametoka Afrika leo wanawekeza kwenye vilabu vya Ulaya ikiwemo Arsenal. Ukiangalia jezi ya Arsenal kuna kitu kimeandikwa visit Rwanda. Yule ni mwekezaji ambaye amenunua shares zake Arsenal. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukanunua shares katika timu tofauti tofauti na makampuni mbalimbali ambayo yanauza shares online. Sasa sijajua wewe utaona ni njia ipi bora katika kutengeneza uchumi wako. Tushare hapo chini kwenye comment. Thanks. We have to do wonders.